Um, Habari. Mimi naitwa Kala. Habari. Mimi naitwa Kala, ni daktari wa binadamu. Na leo kama kawaida nakuletea michongo ya kufanya kazi nchi za nje kwa wale professionals wa kutokea Afrika au nchi mbalimbali, hasa wabongo, East Africans, you know. Leo kuna mchongo wa kufanya kazi Australia kwa wale graduate waliosoma Tanzania. Kwa hiyo watu waliniuliza mchongo uko vipi, nikasema ngoja nifanye research ndogo alafu niwape mchongo unaendaje. Sasa katika nchi ambazo wanalipa vizuri, mazingira ya kazi ni mazuri na ni rahisi kumigrate kwa madaktari ni Australia, sababu politically sasa hivi wako vizuri, changamoto za visa hakuna, you know. Kwa hiyo kama wewe ni Tanzania au Afrika, una bachelor yako ya medicine unataka uka practice Australia, still unaweza apply. Kuna process unaweza kuzifuata ukawa approved na ukaenda kule kufanya kazi. Njia ya Marekani USMLE bado ipo, lakini kuna changamoto za visa hasa kwa Watanzania. Nchi ya Canada nilizungumzia last week. Unaweza kupitia video zangu utaiona, ni latest video ambayo nimeipost. Lakini pia UK nilisema kwamba UK sasa hivi kuna changamoto ya ajira, kwa hiyo hata ukifollow mitihani bado unaweza usipate kazi, kwa hiyo I don't recommend. Sasa njia ya Australia imekaa vipi, you know? Sasa kuna pathway mbalimbali kutaka kufanya kazi ya Australia. Kwa hiyo step ya kwanza unatakiwa verify degree yako through Australian Medical Council. Kwa hiyo unaingia Google, unaandika Australian Medical Council. Kwa hiyo unaingia, watakuuliza kama wewe ni, you know, utakutana na sehemu imeandikwa International IMG, International Medical Graduate. Kwa hiyo utajaza information zako pale, au mwisho wa siku utakuwa tayari kwa ajili ya mtihani. Ukishajaza hizo information kwa approved kwa mtihani, unafanya mtihani wa kwanza unaitwa AMC exam, ambao ni theory. Ukifaulu kuna mtihani wa pili unaitwa AMC ambao ni clinical exam, ambao huo mtihani unasikia unafanyika Australia, lakini huo mtihani wa kwanza unaweza kufanya hata Kenya hapo. Baada ya hapo unaweza kufanya mtihani wa English IELTS, unatakiwa upate above 7, au unaweza kufanya OET angalau upate B grade. Sasa unaweza kuhisi hii ndio sehemu rahisi, lakini kiukweli ni kwamba watu wengi yaani ni rahisi kufaulu mitihani ya udaktari kuliko kufaulu mitihani ya Kiingereza. Lazima uwe serious nayo ili uweze kufaulu. Unaona? Baada ya hapo unaweza unaomba kazi sasa. Unaomba kazi, na kazi nyingi wanasema kwa watu wanaoanzia ni zile kazi za vijijini. Vijiji vya Australia sio vibaya kama vya Bongo, lakini ukienda huko unaweza kuanza maisha. Kwa hiyo ukipata hiyo kazi, unaenda kule unaanza kufanya kazi. Unafanya kazi under supervision kwa muda fulani. Then baada hapo unakuwa registered. Unaweza kufanya kazi kama general practitioner. Hii ndio njia ambayo wanaitumia international medical graduate wengi ambao wana degree moja. Yaani hawaja specialize, you know. Japokuwa unasikia una changamoto ya kupata ajira, lakini inawezekana. Watu wana push, wanaweza, you know. Kuna watu wana recommend, nimesikia nilikuwa naongea na mtu mmoja ananiambia kwamba njia rahisi kupata ajira baada ya kufanya mitihani, unaweza kutumia njia ambazo wanatumia watu wengine. Kwa mfano sisi tulikuja huko Marekani, tuliomba hizi masters za public health.
Kwa hiyo nao mwenyewe unaweza ukatafuta chuo chochote Australia ukaomba masters yoyote ya afya ya siasa. Ukiwa pale jikoni ni rahisi kufungua milango kuliko ukiwa bongo. Unaweza kufanya mtihani ukiwa bongo, mfano mtihani wa kwanza wa theory, lakini baadaye kutafuta means za kwenda Australia ili uanze kufungua milango ukiwa kule. Unaona? Haya, hiyo ndio ya pili. Kuna njia ya pili inaitwa Competent Authority Pathway. Hii ni kwa madaktari ambao wamefaulu mitihani ya nchi mbalimbali, nchi kubwa. Labda umefaulu mtihani wa UK PLAB, umefaulu mtihani wa USA, USMLE, wa Canada, Ireland au New Zealand. Kwa hiyo una apply kwenye medical board ya Australia, unapata provisional registration. Ukishapata provisional registration, unaenda unafanya kazi chini ya supervision kwa muda wa mwaka mmoja, then unapata full registration. Sasa wataalamu wanasema kwamba ni best option kwa watu ambao wameshafaulu mitihani ya nchi zingine. Kwa hiyo huhitaji kufaulu tena hiyo mitihani ya USMLE, yaani huhitaji kurudia mitihani ile ya Australia kama umeshafaulu mitihani ya nchi zingine. Hiyo ni step ya pili. Njia nyingine ya tatu inaitwa Specialist Pathway au Vocal Experienced. Hapa una apply kwenye relevant college. Una apply kwenye ile bodi husika, aidha ni bodi ya physician, ya surgeons au nini. Ukisha apply wanafanyia skills assessment. Inategemea watakavyokuona, unaweza kuhitaji pia partial training, sio kurudia med, wataanza kwa kutrain kidogo kama wakiona skills zako bado haziko sharp. Na hii ni moja ya ambazo njia za haraka kama wewe ni specialist, na unaweza usifanye mitihani. Unaona? Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzoni, wageni wengi wanaanzia kazi za vijijini, alafu baadaye huko unaweza grow, ukaspecialize na nini, ukahamia mjini. Na visa zinapatikana mara nyingi. Kuna visa inaitwa Temporary Skills Shortage Visa, Independent Visa, Skilled Nominated Visa. Mara nyingi Australia ndio zina sponsor visa. Mshahara kwa daktari ambaye anaanza ni kuanzia $70,000 mpaka $120,000 za Canada. Kwa hiyo unaweza convert kwenye hela ya bongo kwa hiyo ni shilingi ngapi? Hiyo ni hela ya mwaka. Kwa hiyo sio njia rahisi, lakini wenzetu wa Kenya, wa Nigeria wanapambana, wanaweza. Na challenge nyingi kubwa kabisa ni kupata kazi ya kwanza na kufaulu mitihani. Na sometimes paper zinachukua muda, lakini kama uko serious, umeamua kupambana, inawezekana kabisa. Sio Tanzania hatupendi njia ndefu, lakini njia ndefu ndio zinalipa. Ukikomaa unafanikisha. Basi asante kwa kunisikiliza. Unaweza ukashare video na washikaji madaktari ambao wanapambana, wanatafuta njia za kutokea. Unaweza kuuliza swali, like, comment. Nitakujibu kulingana na ninavyofahamu.